Kidato cha 4 ndo nikaenda Dar kwa ajili ya chuo na nikawa naishi kwa kaka yangu ndio mpaka sasa hivi. Aha, kwa hiyo kwa sasa unaishi Dar na unamaanisha utarudi? Akasema ndiyo, naenda matembezi tu, naenda kusalimia wazazi na nitapumzika siku kadhaa, maana tayari nimemaliza chuo. Vipi kuhusu wewe, unaenda kwa nani? Aliniuliza, nikamwambia mimi naenda kikazi. Katrina akanipa pongezi, akasema hongera sana kama umepata kazi, maana mimi mwenzio nimesoma lakini kupata kazi imekuwa ni changamoto kubwa sana. Hapa nawaza tu labda nikirudi nijishikize na biashara nikiwa nasubiri ajira. Katrina akaniambia fani ambayo amesomea, nilimpongeza kwa fani yake, lakini pia akaniuliza mimi nina fani gani. Nikamwambia kiukweli sina fani yoyote, ila napenda sana masuala ya kupika. Akasema wow, pengine hiyo ndo fani yako Priana. Sasa kwa nini tusifungue mgahawa? Labda tupange kufungua mgahawa. Labda, lakini mimi sina mtaji kabisa, ndo sababu naenda huku kikazi. Pengine naweza kupata mtaji, nilimwambia Priana. Akasema aha, hakuna shida Priana. Mimi nadhani tukipanga tunaweza kufanya jambo. Kuhusu swala la mtaji niachie mimi. Muhimu ni kupanga tu kama inawezekana kushia biashara mimi na wewe. Halafu tutakuwa tunagawana faida. Katrina alinipa wazo zuri sana, nilifurahi sana kwa wazo hilo. Lakini pia akanieleza mengi mno kuhusu maisha yake. Akanisimulia maisha anayoishi kwa kaka yake. Akaniambia kwamba wifi yake amekuwa akimfanyia visa mara kwa mara na hata kumsingizia mambo ambayo hajawahi kuyafanya. Na imekuwa kwake ni changamoto kubwa sana kuendelea kuishi kwa kaka yake. Katrina akasema, nafikiria nikirudi nianze maisha yangu binafsi. Hata kwa